May God transform your life throughout the world. Na Mungu abadilishe maisha yenu kupitia neno ambalo mnaenda kulisikia. May the changes come to your life. Na mabadiliko yaje maisha yako. May breakthrough come to your life. Penyo uje maisha yako. May God open your minds. Mungu afungue akili yako. To understand the scripture. Maandiko. In the name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu Kristo. And may God give you personal revelation. Na naomba Mungu akupe ufunuo wa kipekee. Personal revelation. Ufunuo wa kipekee. Mungu akupe ufunuo wako wewe mwenyewe kupitia neno ambalo linakwenda kuzungumzwa leo. Through the word that is going to be spoken today. Makofi kwa Mungu aliye hai. Neno la Mungu linapofundishwa, when the word of God is taught, linafundishwa kwa ajili ya wote, it is taught for lakini all of kila us, mmoja analipokea peke yake na anapata mafunuo peke yake kulingana na alivyoelewa na kulingana na vile ambavyo anaamini katika lile ambalo amelisikia. As the way he believes on what he has heard. Kwa linapohubiriwa, when it's being preached, ufunuo unaopewa kupitia hapa madhabahuni, that you are given, na wewe Roho Mungu anatakiwa akupe ufunuo wako wewe. The Spirit of God has to give you your personal revelation. I pray for you to receive that revelation. Wana wa Mungu, sons of God, tunapozungumzia na majira na nyakati mpya, when we speak about new seasons and times, majira mapya, new season, kwa sisi wana wa Mungu, to us sons of God, majira na nyakati mpya ni pale ambapo tunapokea ufunuo utokanao na neno la Mungu. It is when we receive new revelation from the word of God. New season begins with the revelation from God. Wakati mpya unaanzia na ufunuo kutoka kwa Mungu. It is the revelation ni ufunuo that will make you to move ambao utakufanya usogee another level and another dimension kwenda kwenye sehemu nyingine after hearing that revelation. Baada ya kusikia ufunuo huo. It is the revelation that it brings, ni mafunuo ambayo yanaleta new seasons, nyakati mpya in your life, kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hata leo, even today, Roho Mungu atakupa ufunuo, the Spirit of God will give you a revelation, huo, and through that majira mapya yataanza new seasons will kuchanua kwenye maisha yako, na mambo makubwa yataanza kuchipuka, na mambo makubwa yataanza kutendeka leo hii, na yamkini leo hii ukaanza kuyaona. And maybe today you start seeing. Hallelujah. Amen. Amen. Fungua Mathayo sura ya kwanza kabisa. Somo la leo umuhimu wa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. The benefit of Jesus being the Lord and the Savior of our lives. Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. The Lord and the Savior of our lives. Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. We need to ponder this area. We need to understand this area deeply. Tunapaswa kuelewa eneo hili kiundani. To take advantage of the real meaning of it. Na kuijua maana halisi ya hii kitu. Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. The Lord and the Savior of our lives. Wengi, many of us, tunaweza tukafahamu kuhusiana na Mwokozi, lakini vipi kuhusiana na Bwana? How about the Lord? Vipi kuhusiana na Bwana? How about the Lord? Je, unafahamu ya kwamba do you know that hali yoyote ile ambayo inategemewa na inaaminiwa kutoka kwa Mungu, any situation that comes from God, that is au msaada wowote ule or any help ambao unakuja kwa mtu that comes to a person kutoka kwa Mungu, through God, lazima upite katika hili eneo la Bwana. Bwana. Lazima upite kwenye hili eneo la Bwana. It has to pass through the Lord. Msaada wowote wa kiungu, any godly help, au Mungu kuweza kuingilia kati jambo lolote lile, or God intervening in any situation kwenye maisha ya watu wake, in the lives of its people, lazima ipite kwenye ufunuo wa Bwana. It has to pass through the revelation of the Lord. Bwana, the Lord. Mimi ni Bwana Mungu nikuponyaye. Bwana Yehova Rafa. Tunaposema Mungu mponyaji, it is because of this name. When we say healing God, it's because of this word Lord. Bwana Kiebrania it is Yire. Yire. In Hebrew wengine wanasema Jire. Yehova. Jehovah. Yehova, sorry, Yehova. Kiebrania Yehova ndiye Bwana, Yehova. Yire is provider.
Yireh is a prophet. Yehova, Bwana, Jehovah it's the Lord. Kiebrania. In Hebrew. Yehova. Mwingine anasema Jehova, Bwana. The Lord. Alipokuja kwa Ibrahim akaambia mimi, when he came to Abraham, I am Jehovah El Shaddai. He said that I am Jehovah El Shaddai. I'm all sufficient God. Mungu mtoshelezi. Kwa hiyo hili neno kwa Mungu alipokuwa anataka kujidhihirisha, when God wanted to manifest himself katika eneo fulani kwa watoto wake, in a certain area, alikuwa anapitia hapa. Mimi ni Bwana nikufanyia. Mimi ni Bwana mweza wa yote. Mimi ni Bwana mwenye vitu vyote, mmiliki wa vitu vyote. Bwana. The Lord. Then Yesu Kristo tunamtambua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. The Lord and the Savior of our lives. Okay, now look, Mathayo sura ya kwanza. Matthew chapter 1. Now why we hear this today? Because tunasikia hili leo? We are just creating a foundation. Tunatengeneza msingi for Sunday service. Kwa ajili ya ibada ya Jumapili coming Sunday service. Jumapili na glory of healing. Ibada ya utukufu wa uponyaji. Kumbuka ibada ya utukufu wa uponyaji ni Jumapili ijayo. Hallelujah. The next Sunday is the glory of healing service. Mathayo sura ya kwanza. Matthew chapter 1. Mstari wa 21. Verse 21. Okay, tuanzie 18 ili. Mathayo 1:18 na kuendelea. Are you there? Are you there? Now 1 2 3 read. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Yesu Kristo. Sio Yesu Kristo. Wana wa Mungu, sio Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Leo hii watu wanasema Kristo kwa sababu ya namna ya terminology na matamshi ambayo yalikuwa yanatokana na Kirumi, Warumi, Christos. Christos, Warumi, Romans, Mesia. Kwa leo hii unakuta watu wanasema Yesu Kristo lakini hawajui wanachokitamka. Hata kutamkwa Yesu Kristo ni Yesu Kristo. It is Jesus Christ. It is Kristo. Sio Kristo. Kwa kama ulikuwa unasema Kristo, rekebisha hapa. Wewe sio Mrumi, wewe ni Hello? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo, ndivyo Biblia imeweka hivyo. Sio Kristo, Kristo. Biblia imeandika hivyo. Kulikuwa hivi, Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Kumbe kuna mtu anaposwa leo. I didn't know. Kumbe kuna mtu ameposwa. Oh my God. Hallelujah. Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana. Kabla sijui nifunguke. Kuna wanangu wanaweza kusema afadhali baba sasa hivi amepoa poa. Baba hajapoa. Okay, kabla hawajakaribiana. Rakusha ramangra dozizo prakutadika da aprodogoskadia. Janoske vela kuskele mengre dozazida. Asko sava la skiza le antokoskezia. Kuna heshima nzuri sana. Kuna utukufu wa Mungu mzuri sana. There's a good glory of God. Koskele vaskele antakaba. Kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kabla hawajakaribiana. Sasa haiwezekani watu hawajakaribiana, hawajakutana halafu mtu aonekane na mimba. And one should be It was a mystery. Ilikuwa ni siri. It was a mystery. Ilikuwa ni siri. Kwa sababu ilikuwa ni lazima ili apatikane mwenye kukomboa, mwenye kuleta ukombozi katika generation iliyo katika dunia. Ilikuwa lazima asitokane na mbegu iliyo katika dunia. Kwa sababu kila mbegu ambayo ilikuwa katika dunia ilikuwa corrupted. Every seed was corrupted. Maana kila ambaye alikuwa amezaliwa kibinadamu akiwa amezaliwa chini ya uzao wa Adam alikuwa corrupted. Everyone born alikuwa in the generation of Adam was akiwa anarithi dhambi. Hello? Akiwa ni mrithi wa dhambi.
awe amefanya au hajafanya, kitendo cha kuzaliwa kibinadamu, kuzaliwa na baba na mama, tayari ni mrithi wa dhambi. Kama vile ambavyo sisi kitendo cha kuzaliwa na Yesu Kristo, kuzaliwa upya, tayari ni warithi wa neema kwa Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo kama kuja kwake Yesu kungepitia Yosefu, if the coming of Jesus could pass through Joseph, baba mlezi, manake tayari isingeleta maana ya ukombozi na tusingeweza kukombolewa, sababu ilihitajika mbegu nyingine ambayo yenyewe haijaharibiwa, that wasn't corrupted, a pure seed. Ndio maana ilibidi mimba ile itokane na uwezo wa Roho Mtakatifu. Manake the seed was from heaven. Mbegu ilitoka mbinguni. Na ndio maana and that's why Mungu anazungumza pale mwanzo anapomwambia Ibilisi na mwanamke kwamba uzao wako utamponda kichwani na uzao wa mwanamke utamponda kichwani na uzao wa nyoka utamponda kisigino. Kwa nini uzao? Ukisoma English sasa pale inasema seed. The seed. Sasa mbegu kikawaida, mbegu haikai kwa mwanamke, mbegu inakaa kwa mwanaume. Wangapi wananielewa? Hello. Manake it was a prophecy. Ulikuwa ni unabii. Kwamba kwa nini mbegu ya mwanamke? Kwa sababu huyu mwanamke atapata mbegu katika mazingira ambayo sio ya kukutana na mwanaume. Hallelujah. Wangapi wananielewa? Ndio maana akasema uzao wa mwanamke. Lakini kikawaida uzao sio wa mwanamke, ni uzao wa mwanaume, kwa sababu mbegu inatoka kwa mwanaume wanapokutana. Alo, wangapi wananielewa? Lakini kwa huyu Mariam, mbegu ilikuwa iko ndani yake, ilitoka mbinguni, pure from heaven. Hallelujah. Makofi kwa Mungu aliye hai. Haikutokana na mwanaume. It did not come from a man. And that's ilionekana kwamba ni uzao wa mwanamke. Manake mwanamke anapata mimba pasipo mwanaume. Hallelujah. Hallelujah. Sasa hiyo ilitokea kwa mtu mmoja tu. That happened only to one person. Haiwezi kutokea tena kwa mtu mwingine. It cannot happen ilitokea kimakusudi kwa ajili ya kuyafanya mapenzi ya Mungu yatimie. Hallelujah. Usije ukasema kwa na mimi mwanamke basi nitapata uzao pasipo mwanaume. Wewe nani kakwambia? Ndio maana leo tunasherehekea. Okay. Mstari wa 19. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri, kwa sababu alikuwa ni mtu wa haki. Kwa nini amwache kwa siri? Kwa sababu alipogundua na mimba, alafu mimba sio yake. Katika tamaduni za Kiyahudi, manake huyu mtu alikuwa ametoka nje ya ndoa yake, amezini nje, manake alikuwa anajulikana kama mzizi, na adhabu ilikuwa, hukumu ilikuwa ni kupigwa mawe na kufanya nini? Kufa. Kwa sababu ya upendo akaona kwamba no, because of love, kwanza sitaki kukuaibisha kwa watu kujua kwamba kuna kosa limefanyika. No. Kwa akaadhimu amwache kwa siri ili watu wasijue. Then alipokuwa akiyafikiri hayo, mstari wa 20, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana. Wote tuseme naye atazaa mwana. Endelea. Nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi. Bwana Yesu, Bwana na Mwokozi, the Lord and the Bwana Savior, na Mwokozi, the Lord and the Savior wa maisha yetu. Bwana Yesu, ninakupokea. Lord Jesus, I receive uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. To be the Lord and the Savior of my life. Anayeokoaje maisha yako? How does he save your life? Anayeokoa kwa wewe kumkiri na kuamini ya kwamba alizichukua dhambi zako pale juu ya mti. Ndio maana halisi ya wokovu. That's the true meaning of salvation. Kwamba pale ambapo ulikuwa katika namna ya hukumu na hatia, where you are under condemnation, zitokanazo na dhambi, that came from sin, kwa sababu dhambi ilisababisha hatia na hukumu kupitia sheria, Torati. Kwa watu wote tulikuwa chini ya dhambi na watu wote tulikuwa katika hatia kupitia sheria, through the law. Kwa hakuna ambaye alikuwa yuko salama. There was no one who was safe. Kwa akahitajika mwokozi mwenye kuokoa
Maana ya Yesu ni mwokozi. The meaning of Jesus is the savior. Ndio maana Bwana mwokozi. Maana ni sasa kusema Bwana Yesu. Lord Jesus. Sasa tunafahamu kwamba mwokozi mwenye kuokoa. We acknowledge him as the savior who saves. Mwenye kutukomboa. Maandiko yanasema naye alitukomboa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Wakolosai 1:13. Msamaha wa dhambi. Kwa maana ya ukombozi au uokozi, maana ni kusamehewa dhambi na kutolewa kwenye zile hatari zote ambazo zilikuwa zinatokana na dhambi. And to be taken out of danger. Hukumu zote ambazo zilikuwa zinatokana na dhambi. That came from sins. Mwokozi ametuokoa huko. Makofi kwa Mungu hai. Kama wewe umemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake umeokolewa kutoka hilo eneo. Tayari wewe sio mdhambi. Sasa usijione hivyo tena. Do not see yourself that way. Umeshaokolewa kutoka kwenye dhambi. You have been saved out of sins. Dhambi zako maana anasema alizichukua akazigongomea msalabani. He took them on the cross. Alafu alivyomaliza kuzigongomea, then afterwards akaenda kuzizika kaburini. He buried them. Alipoamka hakuamka nazo. He did not wake up. Aliamka katika upya wa uzima ambao ndio unaoenda nao wewe uliyemwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaenenda katika upya wa uzima. Gharama ambazo ulitakiwa kulipa kwa sababu ya makosa na dhambi, yeye alizilipa kupitia mwili wake uliosulubiwa pale msalabani. Haleluya. Hello. Hiyo ndio maana ya Mwokozi. That's the meaning of the Ametuokoa. The one who has saved us. Wagalatia 13 anasema ya kwamba naye alitukomboa kutoka katika laana ya torati. Nini maana ya laana ya torati? Laana ambayo ilikuwa inatokana na kutokutii sheria. Ilikuwa usipotii sheria moja kwa moja wewe ni umelaaniwa, tayari umeingia kwenye laana. If you don't obey, you are cursed. Kwa kitendo cha yeye kuwekwa msalabani, kutundikwa msalabani, kwa sababu katika sheria za Kiyahudi yeyote ambaye alikuwa ana laana alikuwa anawekwa msalabani. Yaani kuwekwa juu ya mti ni ishara ya kwamba wewe umelaaniwa. Maana maandiko yanasema, maana imeandikwa amelaaniwa tu yeyote angekuwa wapi? Msalabani. Kwa hiyo aliwekwa pale huyu Mwokozi. Lengo kutuokoa kutoka katika laana za torati ambazo ni nini? Magonjwa, umaskini, poverty, mauti, death. Hivi vitu vyote hivi ambavyo vilikuwa vinakuja kwa kutii sheria, kwamba ukimtii Mungu katika sheria na maagizo yake, manake unajiweka katika usalama wa magonjwa. Manake Mungu atakulinda na magonjwa. Mungu atakuondolea ugumu, Mungu atakuondolea umaskini ikiwa unatii sheria, maagizo yake. Mungu atakusababisha wewe kufanikiwa katika mambo yako. Asema utafanikiwa mjini, utafanikiwa shambani kwa kutii sheria, kwa kutii torati. Lakini ukishindwa kutii hata sheria moja tu, unaweza ukazitii sheria zote 60 na kitu, alafu ukashindwa kuitii sheria moja tu. Sheria hiyo moja ilikuwa ina kawaida ya kusababisha wewe uwe chini ya laana. Ndio maana ilikuwa ni ngumu sana, lakini ashukuriwe Mungu aliye hai. Thanks to the living God, ambaye aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Jesus Christ our Savior. Hallelujah. Yesu Kristo mkombozi wetu. Hallelujah. Alitukomboa kutoka katika laana ya He redeemed us out of curse. Leo hii today hatushikwi tena, we are not cursed anymore. Hatuonewi tena, we are not persecuted na laana ya aina yoyote ile. By any curse. Maana yake magonjwa sio sehemu yetu, umaskini sio sehemu yetu, mauti sio sehemu yetu, mabaya sio sehemu yetu, kwa sababu hakuna ambacho kinatushikilia katika hayo maeneo. Nothing holds us. Kama Yesu ni Mwokozi wetu. If Jesus Christ is our Savior. Hello. My God. Lego prakata la vida la gradis karabo ko prakatiza oraba kadia. Fungua Kumbukumbu la Torati sura ya 28.
Fungua Kumbukumbu la Torati. Open the book of Deuteronomy. Sura ya 28. Chapter 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Deuteronomy chapter 28. Umenitendea wema. Umenitendea wema. Umenitendea wema. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 15. Are you there? Are you there? Kumbukumbu la Torati 28:15. Tunaposema Mwokozi ametokoa kwenye nini, lazima tuyajue haya. 28:15. 1 2 3 soma Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana. Lazima. Sheria ilikuwa nasema sikilize sauti ya Bwana. Uyafanye yote ambayo Torati imekuagiza uyafanye. Ukifanya hivyo unabarikiwa. Usipofanya hivyo, haya ndio ambayo yanakuja. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Wote kwa pamoja endelea. Usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo. Ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. You see it? Wangapi wameona hapo? Ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Kwa maana yake kama ukishindwa kutii, asema maagizo yake yote, maana uyatii yote, sheria uzitii zote, you should obey all of them. Usipofanya hivyo, maana tayari unakuwa chini ya hizi laana zote ambazo zimetajwa hapo. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani, litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia, utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na maongeo. Kila kitu ambacho unakifanya kinakuwa chini ya laana. Wangapi wananielewa? Deni, Luka nenda mpaka mstari wa 27. Mstari wa 27. Hapo Kumbukumbu la Torati 28:27. 1 2 3 soma Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri. Rudia tena. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri. No, rudia tena hapo. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri. Endelea. Na kwa bawasiri. Na kwa bawasiri. Ipo kwenye Biblia bawasiri. Wafahamu bawasiri, ule ugonjwa ambao huwa unatokea kwenye sehemu za nyuma, si ndio, za makalio. Halo. Endelea. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa bawasiri, na kwa pele, na kwa kujikuna, ambayo hupati kupoa. Endelea. Bwana atakupiga kwa wazimu, na kwa upofu, na kwa bumbuazi la moyo. Utakwenda kwa kupapasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani. You see it, Wala ufanikiwi katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara. Wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Laana. Unaona sheria zilivyokuwa mbaya, Wana wa Mungu, unaona sheria ambazo zilikuwa mbaya. Fungua Kutoka sura ya 15, chap. Kutoka 15. Exodus chapter 15. Kutoka 15:25. Exodus chapter 15 verse 25. Na Janet, sisi tukiwa tunasoma huko, naomba hiyo tuliyosoma hiyo Kumbukumbu la Torati 28, 27 na 28, naomba usoma kwenye Amplified. Somea Amplified. Mwana Mungu, fungua Kutoka 15:25. Janeti, soma Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 27 na 28. Amplified, nataka tusikie. Amplified. Amplified Bible. Are you there? Yes, prophet of God. Read. Deuteronomy chapter 28 verse 26. And your dead body shall be food for all the birds of the air. All the birds of the air. And the beasts of the earth. And there shall be no one to frighten them away. The Lord will smite you with the boils of Egypt.
and the tumors, the scurvy, and the itch, from which you cannot be healed. You cannot be healed. Hauwezi kuponywa. Okay. Kutoka 15. Kutoka 15 mstari wa 25. Wana wa Mungu tumefika hapo? Wana wa Mungu tumefika hapo? Kutoka 15:25, 1 2 3 soma. Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti. Naye akautia katika hayo maji. Maji yakawa matamu. Unakumbuka eneo panaitwa nini? Mara Mara, maji yakawa machungu pale. Endelea. Basi akawawekea amri na hukumu huko. Akawaonja huko. Walionjwa kwa hukumu na sheria. Endelea. 26. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Yehova Rafa. I am the Lord. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. I am the Lord. Lakini kuna maagizo yanakuja hapo. But there were instructions that comes. Utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yote ni kuagizayo. And do all that he instructs you to do. Kupona kwao ili Mungu for them to be healed. Awekea ulinzi wa wao kutokupatwa na mabaya na magonjwa, ilikuwa ni lazima watii sheria ambazo wamewekewa. Wangapi tuko wote? Wangapi tunaelewana? Maana yake angalia ugumu ambao walikuwa nao hawa watu. Look at the hardship that they had. Ili uwe mzima, for them to be okay, ili uwe katika mazingira salama, for them to be in a safe environment, kuna kitabu cha sheria, maelekezo. They must obey to instructions and laws. Lazima uyatii yote. Ndipo anasema ndipo nami sitatia magonjwa niliyotia Misri. Vinginevyo msipofanya hivyo, maana haya magonjwa mtayaona yakiwaandama kama msipofanya hivyo. So, then you be sick. Okay. Kutoka hiyo fungua 23. Kutoka 23. Exodus chapter 23. Kutoka 23 mstari wa 25. Exodus chapter 23 verse 25. Oh my God. Shanda rabakuske rabayadia suba. Kutoka 23:25. Halo. 1 2 3 soma. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Now listen. Ili andiko mimi binafsi ni andiko ambalo nimekuwa nikipenda kulitumia sana. Lakini Roho Mungu ameni advance. The Spirit of God has advanced me. Nimepata neema, I've gotten the grace ya kupata ufunuo wa kujua ya kwamba to get a revelation to know that hii sio kwa wakati huu tulionao. This is not at this time. Makofi kwa Mungu aliye hai. Makofi kwa Mungu aliye hai. Clap hands to the living God. Angalia. Ilikuwa ili nipate kuondoa magonjwa katikati yenu, ni sharti kwa ninyi mumtumikie Bwana. Ni sharti ninyi mnitumikie. Ni sharti ninyi mfanye maagizo haya ambayo ninawaambia. Ni sharti ninyi mfanye kila ambacho mmeambiwa na Bwana katika kufanya. Obey to whatever you are instructed. Ndio ilikuwa qualification ya wao kuondolewa magonjwa. Vinginevyo wasipofanya hivyo, maana magonjwa yalikuwa ni halali yao. Wangapi tunaelewana? Hello. Leo hii, but today, leo hii, today, magonjwa yanaondolewa sio kwa sababu tunamtumikia Bwana. No. Sickness are taken away not because magonjwa yanaondolewa kwa sababu mtu mmoja alikufa msalabani akazichukua dhambi zetu zote katika mwili wake. Because one person died on the cross and took our sins. Leo hii
today hatujabarikiwa kwa sababu ya nguvu zetu na hekima ya kutii sheria. No. Tumebarikiwa kwa baraka tena zote za rohoni kwa sababu tumemwamini mtu mmoja ambaye alikufa akafufuka kwa ajili yetu. We are blessed because we believed on one person that died for us. Jesus. Yesu. Kwa tukisema if we say mtumikie Bwana ili Mungu akubariki chakula, maji na ondoe ugonjwa katikati yako, now it's a condition. Sasa tunafikiri kwamba tunapokea uzima kwa sababu ya kufanya kwetu jambo fulani, wakati tayari yeye alishafanya jambo kwa ajili yetu. He already did something for us. Kwa tunaposema Mwokozi, when we say Savior, Bwana na Mwokozi, the Lord and the Savior, ni kwa sababu ya mambo kama haya. It is because of these things. Alishatuokoa kwenye haya mambo. He already saved us from these things. Wangapi wananielewa vizuri? How many of you understand? Waraka wa kwanza wa Peter sura ya 2 mstari wa 24 imesemaje? Inasemaje? Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika, ili tukiwa pale juu ya mti, si ndio? Pale juu ya mti, ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake. Leo hii sio kwa sababu ya kumtumikia, sio kwa sababu tunamtumikia, sio kwa sababu tunamwabudu, sio kwa sababu tunakuja kanisani. Kwa kupigwa kwake, kwa sababu yeye alipigwa tayari. For his strikes. Ukimtumikia Mungu kuna certain rewards unazipokea. Lakini sio uponyaji. No. Uponyaji tayari ulishafanyika. Ni swala la kuchukua, upo tayari. It's a matter of you taking. Ni swala la kuchukua. Napokea uponyaji wangu kwa jina la Yesu Kristo. Ni swala la kuchukua kwa sababu tayari. It is already done. Ndio maana ya Mwokozi. That's the meaning of a Savior. Hello. Tunaelewana vizuri Wana wa Mungu, tunaelewana vizuri? Unapozungumzia Bwana, unazungumzia mtu mwenye authority. You speak about a person with authority. Unazungumzia mtu mwenye amri, unazungumzia mtu mwenye mamlaka, unazungumzia mtu mwenye kauli dhidi yako. Ukisema huyu ni Bwana wangu, maana yake unasema niko chini yake. I am under him. Na kama niko chini yake, maana yake he care for me. That means ananijali. He is taking care for me. Ananijali mimi. Manake niko chini ya uangalizi wake. Kama vile ambavyo mke yuko chini ya uangalizi wa mume. Haleluya. Amen. Na kuna mtu leo anajicommit kusema sasa mimi kuanzia leo niko chini ya uangalizi wa mtu fulani. Haleluya. Haleluya. Mke anakuwa chini ya uangalizi wa nani? Wa mume. Ndio maana mume ni kichwa cha mwanamke, kama vile ambavyo mume ni kichwa cha Yesu Kristo. Wangapi wananielewa? Yes. Mwanamke hawi juu ya mwanaume, wana wa Mungu. Mwanamke yuko chini ya nani? Ya mwanaume. Ingawa dunia inapotosha na kuweka misingi fulani hapa na pale, na tunaposema hivyo haiuondoi upendo wa kwao watu kunyenyekeana. Haiko hivyo. Sio kwa sababu mwanaume ni kichwa cha mwanamke basi amnyanyase mwanamke na kumfanyia mabaya vile atakavyo kwa sababu yuko chini yake. Upendo hauko hivyo. Kristo Yesu, ambaye ni kichwa cha mwanaume, yeye aliwaosha wanaume miguu. Wangapi wananielewa? Aliwaosha wanafunzi wake miguu. Watu ambao ni wanafunzi kwake. His disciples. Na in fact kibibilia, wewe ukiwa ni master, ukiwa ni kiongozi, you being a leader, yupo ambao unamuongoza, wapo ambao unaongoza, basi wewe kwa maana nyingine ni mtumwa kwa yule. Naweza nikasijaeleweka vizuri. Kivipi? Kwa sababu katika kila jambo wewe lazima uwe mfano. Wewe uonyeshe mfano huyu waone kwamba wewe unafanyaje. Kuwa master, being a master, kuwa kiongozi, being a leader, sio kwamba kuwa katika nafasi fulani ya ubosi na kunyenyekewa kwamba watu
unatoa amri tufanye hivi, fanya hivi. And you give instructions, fanya kwa vitendo ili waone unafanyaje ili na wao waweze kufanya hivyo. Wangapi wananielewa? Wana wa Mungu aliye hai. Mungu anaishi. Ndio maana Yesu alipokuja alifanya kwa mifano, kwa vitendo. He did it with examples. Kwa vitendo. Aliishi maisha yale yale ambayo sisi tunaishi, lengo kutuonyesha tunapaswa kuishi vipi ingawa ni Mungu. Maandiko yanasema hakujali kule kuwa sawa na Mungu kwamba ni kitu cha kushikamana nacho. Aliuweka pembeni utukufu wake, aliuvua utukufu. He kept aside his glory. Akawa kama mwanadamu, akazaliwa kibinadamu ingawa mtu huyu alikuwa ni Mungu. Afu leo hii useme kwamba unajua mimi ni mwanaume, mimi ni kichwa cha familia. Gilbert, tumenielewa? No. Kuwa mwanaume kufanye kuwa uwe mbabe. Haiko hivyo. Hello. 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 Sasa hii nafasi ni nyeti sana. Unaposema Bwana, maana yake huyu mtu ana jukumu la kukutekea. He has a responsibility to care for you. Ana jukumu la kuhakikisha usalama wako. Wangapi wananielewa na Mungu? Hello. Ndivyo alivyo Bwana Yesu kwetu. Tunaposema Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake kwenye uokozi umeelewa. Kwenye Bwana maana yake huyu mtu ana jukumu la kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa mazuri kila siku inapoitwa leo. Ndio maana ya Bwana. That's the meaning of the Lord. Mathayo, turudi kwenye Mathayo pale. Manto rabago de blegede zero rovora katelianto. Mathayo sura ya kwanza kabisa. Matthew chapter 1. My God. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Okay. Mstari wa 22, Mathayo 1:22, kwa pamoja wote kanisa tusome. 1, 2, 3 tusoma. Soma. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. 24. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe. Akamuita jina lake Yesu. Akamuita jina lake Yesu. Akamuita jina lake Yesu. Mathayo sura ya 2. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu. No. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu. Malaika wa nani? Wa Bwana. Malaika wa? Malaika wa? Wa Bwana. Maana kiwa alikuwa malaika wa Yesu. Na kwa nini ilibidi aje malaika? Kwa nini asije Bwana? Kwa nini maandiko yaseme kwamba Bwana akawatokea? Kwa nini maandiko yaseme malaika wa Bwana? Why the angel of the Lord? Where is Bwana? Where is the Lord? Kwa nini waje malaika zako? Wewe Bwana uko wapi? Why should the angels come? Where are you, Lord? Kwa sababu Bwana ni wewe uliyezaliwa. Hello? 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 Kipindi hichi Bwana hayuko mbinguni. No. Bwana amezaliwa katika dunia. The Lord is not in heaven. Kwa sababu bado ni mtoto Bwana. Haji kama Bwana, inabidi aje malaika zake. A representative of the Lord. Mwakilishi wa Bwana. An angel of the Lord. Then who is Lord? Huyu mtoto wa sasa hivi. Malaika wa Bwana. The angel of the Lord. Kwa maana yake
That means alikuwa ni malaika wake Yesu ambaye alikuwa ana communicate, anaseti mipango, anawaongoza mamajusi, anamuongoza Yusufu, kila ambacho kinatakiwa kufanyika kwa ajili ya huyu Bwana. Haleluya. Amen. Makofi kwa Mungu ale hai. Maana Bwana alikuwa anajitekea mwenyewe wakati huo. Lengo aje kutekea watu wake. Haleluya. Makofi kwa Mungu ale hai. Mathayo 2:19. 2:19 soma. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu. Malaika wa Bwana. Oh yes. Alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli. Ushike njia ya kwenda nchi ya Israeli. Okay. Mathayo sura ya 4. Alafu tutarudi sura ya 3 kidogo hapo. Mathayo sura ya 4. Mathayo sura ya 4 mstari wa 6. Are you there? Oh yes. Mathayo sura ya 4 mstari wa 6. 1 2 3 soma. Akamwambia, alipokuwa anajaribiwa, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Mstari wa 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa nini unanijaribu? Kwa nini unanijaribu? Usimjaribu Bwana Mungu. Usimjaribu Bwana Mungu. Kwa nini unanijaribu? Usimjaribu Bwana Mungu wako. Rudi Mathayo sura ya 3. Mathayo sura ya 3. Mathayo sura ya 3. Mstari wa 1 mpaka mstari wa 3 tu. Mathayo 3:1 hadi 3. 1 2 3 soma. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji, akihubiri katika nyika ya Uyahudi, na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya, akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Njia ya nani? Ya Bwana. Itengenezwe njia ya nani? Ya Bwana. Huyo Bwana yuko wapi? Kazaliwa mtoto. Tengenezeni njia ya Bwana. Prepare the road of the Lord. Okay, utasema okay, wapi sasa yeye mwenyewe alijidhihirisha? Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Utaisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uje kwa neno la Kristo ambaye ndiye Bwana. Maanake the moment you hear the voice of the Lord, wakati utakapoisikia sauti ya Bwana and you believe him, na kuiamini, maanake yale yote maagizo yale yote tayari ushaachana nayo. Instructions you have left them aside. Maanake wewe ni mwendo sasa wa utimilifu katika yale ambayo yametamkwa yote. It is perfections toward what is said. Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Hapo. Si kila mtu aniambiaye. In that day, si kila mtu aniambie atakuja kusema Bwana Bwana. Not everyone will say Lord, soma tena, Lord. Endelea. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana. Maana Bwana yupi ambaye siku ile watu watasema Bwana Bwana? Ni upi? Kwa Bwana ni upi? Yesu Kristo. Kwa maana yake aliyekuwa na watake care walipokuwa katika mapito mbalimbali kule ni upi? Ni nani? Nitakuja kuelezea hapa. I'll come to explain here. Hii Mathayo 7 sio leo. Not today. Inaweza ikaja Jumapili ijayo lini? Kwamba inamaanisha nini? What does it mean? Si kila mtu atakayeniambia Bwana Bwana atakiingia katika ufalme, ila ni yeye afanyie mapenzi ya Baba yangu. Yapi?
Yapi? Yapi? Which one? We have to know. Tunapaswa kujua. Mapenzi yapi? Which will? Hello? 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 Kwa sababu hii verse, this verse inawavunja moyo watu wengi sana, hususan believers. Kwamba mwisho wa siku naweza nimeamini, I might believe, alafu ikawa hivi, alafu mwisho wa siku nikaangukia pua. Is that true? Hiyo ni kweli. Wakati anasema nimekuvuta, nimekupenda kwa upendo wa milele. Wakati amesema anifuatae mimi hata kwenda gizani. Hello? Hello? Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, the Lord and the Savior of our lives, manake ndiye yeye ambaye ni mwangalizi na msimamizi wa maisha yetu. He is the one who takes care of our lives. Ndiye yeye ambaye ametuokoa na kuyafuta yale yote ambayo yalikuwa yanasababisha sisi tukwame na kutokufikia utimilifu na ukamilifu wa kiungu. Sasa kwa kuwa tumekuwa chini yake, ndiye mwangalizi, ndiye ambaye anahakikisha ya kwamba lolote ambalo linahitajika kwa ajili yetu sisi liweze kufanyika ni yeye. Maanake ni yeye wa kumtazama. Maana kusema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani zetu. Kumbuka wiki iliyopita kwamba maana halisi ya unyenyekevu kwa Mungu ni kumtwika yeye fadhaa zetu. Sio kujisumbua, sio kutumia nguvu zetu, sio kuenenda kwa akili zetu, ni kumwachia yeye Mungu afanye jambo lolote ambalo linakuja kwa ajili ya maisha yetu. Manake leo hii tukiwa tunajua kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, manake hatuna haja ya kuogopa, hatuna haja ya kuwa na hofu ya maisha, hakuna haja ya kusumbuka na namna yoyote, kwa sababu yeye aliye Bwana yupo. Because him the Lord is there. Hakuishia kwenye magonjwa tu, hakuishia kwenye laana tu. Manake na vyote ustawi and all mafanikio, vyote anatekea, vyote. All things he takes care. Vyote anatekea. All things he takes care. Kumbukumbu la Torati tukiwa tunamalizia sura ya 30. Bwana Mungu shanga kabisa ikitazama kama vilivyo nyota ngurumo vitu vingi vyote. Kumbukumbu la Torati sura 30 mstari wa 9. My. Okay. Kumbukumbu la Torati 30 tuanze mstari wa 7. Radegedi rabakato rabagadea. Ragadiske teraboya. Are you there? Oh yes. 1 2 3 soma Na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao waliokuwa wakikutesa. Nawe utarudi uitii sauti ya Bwana na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Mstari wa 9. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mkono wako, katika uzao wa tumbo lako, na katika uzao wa ng'ombe wako, na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema. Bwana atafanya nini? Atafurahi tena juu yako kwa wema. The Lord will delight upon you. Mungu atajifurahisha juu yako, maana Mungu atafurahiwa na wewe. Kipindi ambacho Mungu atafurahiwa na wewe, hili jambo litatokea. Rudia tena mstari wa 9. Na Bwana Mungu wako atakufanya wewe uwe na wingi wa uheri katika. Sema wingi wa heri. Wingi wa heri. Wapi? Katika kazi yote ya mkono wako. Maana lolote unalolifanya heri ionekane. Hallelujah. Oh yes. Hello. Maana leo hii tunapozungumza sio tena kwa sheria, kwa sababu kama ni sauti tayari tumeshaisikia, sauti ile iliyosababisha imani ya kumwamini Yesu Kristo. Tulipomkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maana tayari Mungu anatufurahia.
Na kwa sababu hiyo, lolote ambalo tunafanya kwa mikono yetu, wingi wa heri unapaswa kufuatana nasi, wana Mungu. Haleluya. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa heri katika kazi yote ya mkono wako, kazi yote. Maana chochote unachofanya katika uzao wa tumbo lako, na katika uzao wa ng'ombe wako, na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema, kama alivyofurahi juu ya baba zako. Kina nani? Ibrahim, Isaka na Yakobo. Tazama mambo ambayo Mungu aliyafanya kwa hao watu. Mstari wa 11, Kumbukumbu la Torati 30:11. Kwa maana look, maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata tuseme ni nani atakayetuvukia bahari atatuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Maana yake ni maagizo ambayo, kuna maagizo tunapoyasikia tuyafanye, haya yote ni halali yetu. Haleluya. Halo. Angalia, nimekuwekea. Mstari wa 14 anasema, lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Neno li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Maanake maagizo ninayowapa, haya maagizo ni katika moyo, ni katika neno, muweze kuyafanya. This was not for them. Hii haikuwa kwa ajili yao. This was a prophecy. Huu ulikuwa ni unabii. Kivipi? Warumi sura ya 10 sasa tumalizie. Romans chapter 10. Warumi Romans sura ya 10 chapter 10 mstari wa 9. Verse 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako, you see, kwa kuwa neno li karibu nawe katika kinywa chako, lengo upate kukiri, na katika moyo wako lengo upate kuamini. For you to believe it. Maana anazungumzia connection ya imani na ukiri wenye kuleta wokovu na kusababisha abundance ya kila kitu. And to bring abundance of everything. Warumi, oh my God, sura ya 10. Romans chapter 10. Ayarados kirabakara dieskura bakadiate. Janda karapa katekedia. Warumi sura ya 10. Tuanze mstari wa 5. Mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 5. 1 2 3 go. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. You see it? Juu ya haki itokayo na sheria. Kivipi? Haki ya kufanikiwa, haki ya kuwa na uzima, haki ya kuponywa, haki ya kuwa na ustawi, haki ya kuishi maisha mazuri, kufanikiwa mjini, kufanikiwa shambani. Haki hiyo ilikuwa inatokana na sheria. Tumesoma Kumbukumbu la Torati 28, tumesoma kule. Tumesoma Kutoka sura 15 mstari wa 25, tumesoma Kutoka sura 23 mstari wa 25, tumesoma. Musa aliandika haki ambayo inatokana na sheria. Lazima utii sheria. Lakini sio leo hii tena. Endelea mstari wa 6. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani, yanena hivi. Usiseme moyoni mwako. My God, okay. Hii ni haki ipatikanayo kwa imani, ingawa ilikuwa introduced ya Agano la Kale. Tumesoma hapa. Tumesoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura 30. Oh yes. Si ndio? Kwa maana yake Mungu alikuwa anayazungumzia mambo yajayo, kwamba wakati wao wanataabika na kuteseka kuzitii sheria ili wamuone Mungu katika uzima na katika mafanikio, wanaambiwa kwamba nyakati zinakuja ambazo haitakuwa kashiria tena. Itakuwa ni kupitia kuamini na kumkiri yeye ambaye ni chanzo cha uzima na mafanikio, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Oh yes. Angalia upendo huo. Anasema, bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, usiseme moyoni mwako ni nani atakayepanda kwenda mbinguni. Maanake anamnukuu Musa. Maanake Musa mwenyewe yamkini pasipo kujua alizungumza imani, ila sio kwa wakati ule, kwa sababu wakati ule walikuwa katika sheria. Anasema, usiseme moyoni mwako ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yani ni kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako
na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Manake ni swala tu la kuamini na ni swala tu la kukiri. Hilo tendo linaweza likaonekana ni dogo, lakini ni tendo lenye kuleta manufaa makubwa na ya milele kwenye maisha yetu. Makofi kwa Mungu aliye hai. No longer by law. It is by faith. Ni kwa imani. Faith of Christ Jesus. Imani ya Kristo Yesu. Only to believe Jesus Christ. Ni kumwamini Yesu Kristo. Yesu akamwambia Martha, si mimi niliyekwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. It is a matter of believing. Ni swala la kuamini. Unamwamini nani? Who do you believe? Ndio hilo tu. Nani wa kumwamini? Only that. Who to believe? Hakuwepo wa kumwamini. Hakuwepo wa kumwamini. There were no one to believe. Hivi ambavyo tunazungumza hatari wa kumwamini alishakuja. Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye alikufa akafufuka, na mkononi mwake akabeba funguo. Anasema ninazo funguo za mauti na kuzima. Oh, haleluya. Hivi ambavyo tunaongea, mauti haina nguvu juu yetu, kuzimu haina nguvu juu yetu. Unawezaje kwenda kuzimu? Unaenda kufanya nini? Halo. Mstari wa 9. Kwa sababu manake sasa hii ndio tafsiri ile tuliyosema kwenye Kumbukumbu la Torati 30. Usiseme ya kwamba neno liko mbali. Useme kwamba nani atakayepanda mbinguni amlete Yesu, nani atakayeshuka kuzimu amtoe katika wafu. Neno liko karibu katika kinywa chako. Lipi? Hili hapa. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Haleluya. Ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Utafanya nini? Utaokoka, utaokolewa. Manake utatoka kwenye hatarishi za laana, utatoka kwenye hatarishi za hukumu, utatoka kwenye hatarishi zinazotokana na dhambi. Atakuwa ni mwokozi wako, atakuokoa kwa sababu yeye ni Bwana wako. Haleluya. Oh, I love Jesus. I love Jesus. Kwa maana sasa anakupa tafsiri ya neno li karibu. Anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini. Maana neno linapokuja unapohubiriwa, neno linaingia katika moyo. Moyo wako ndio ambao una jukumu la kuamini. Unapoamini linatoka kwenye moyo linakuja kwenye kinywa, unaliconfess. Ndipo ambapo unapokea wokovu. Haleluya. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Je, wewe umemwamini Yesu Kristo kupitia neno lake? Have you believed Jesus Christ through his word? Umemkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako? Have you confessed him by your mouth? Je, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Is he the Lord and the Savior of your life? Swali hili watu wengi huwa wanapoulizwa, hususan watu wa dini, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaweza kusema ndio. Ukimwambia kivipi, ataeleza maelezo mengi, atajichanganya, lakini ukweli ni kwamba unaweza ukawa unasali, ukawa upo ni mtu wa kanisani, lakini bado Yesu Kristo akawa sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jesus cannot be the Savior and Lord of your life. Swala la Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu hatulipati kwa kwenda kanisani, hatulipati kwa kufunga, hatulipati kwa kuomba, hatulipati kwa kusali novena, hatulipati kwa kusali salamu ya Bikira Maria. No, tunalipata kwa kumkiri Yesu Kristo na kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndipo hapo tunapokea wokovu. It's when you receive salvation. It's when you receive salvation. Hakuna kingine. Kama umekuwa ni mtu wa kwenda kwenye kusali, kwenye ibada, umekuwa ukifanya ibada mara kwa mara, ibada tofauti, lakini hata siku moja haujafungua kinywa chako ukasema Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, naamini wewe ni mwana wa Mungu, naamini ulikufa ukafufuka kwa ajili yangu, na kupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha. Kama haujasema hivyo, wewe mtu bado hujaokoka. You haven't been saved yet. Bado Yesu Kristo sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ingawa unasali yes, kwa sababu unaenenda katika taratibu na mienendo ambayo imejiwekea taasisi fulani. Hello. Na ndio maana he cannot take care. For him to take care of you, of your life, you must confess and accept him. Ni lazima umkiri na umkubali. Accept him today. Mkubali leo hii.
Confess him today. Mkiri leo hii.